Haya ni
Tualike mama yetu Apostle na aweze kusema neno kwa ajili ya mtumishi wa Mungu wa siku ya leo. Baba, tunakushukuru, tunasema ni asante mchana wa siku ya leo. Pokea sifa na utukufu kwa Mungu wetu. Kati Bwana tunakualika mahali hapa, Mungu wa Israeli. Roho wako akafanye mapenzi yaliyo ya Mungu mahali hapa, Mungu wa Israeli. Nenaji anapoenda kusimama mchana wa siku ya leo Bwana. Naomba Bwana ukamtumie Mungu wa Israeli. Wacha maneno yakatoke kwako mbinguni Bwana. Nasi kanisa tuko hapa Bwana, tunangoja kutoka kwako Mungu wa Israeli. Na ili Bwana ukapate kunena nasi Mungu wetu. Nishike mkono mtetezi wa maisha yangu. Nimesimama mahali hapa asubuhi ya leo. Majina yangu ni Charlotte Rehema. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kuchukua nafasi hii nyingine tena kusema asante kwa ajili ya baba Apostle pamoja na mama na viongozi na kanisa lote kwa ujumla kwa ajili ya kunitunuku nafasi ya kusimama mbele yenu mchana wa leo kwa ajili ya kulileta neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo nilikuwa nimesimama mahali hapa. Hupenda kusema ya kwamba mimi ni chombo, nimetamani tu kutumika chini ya uwepo wa Kristo. Na nilivyosimama mahali hapa, mpendwa, acha tutazamie tu kutoka juu mbinguni aliko Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tega sikio lako, fungua moyo wako. Pia mimi niko mahali hapa nikitamani tu nisikie Bwana anachosema kwa ajili ya moyo wangu mchana wa leo. Amen. 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 Tuandamane pamoja tunapoingia katika neno letu la siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Nimetangulia kuimba wimbo huu kwa sababu huo unanipa tumaini, unanipa nguvu ya kuendelea katika safari hii ya kumsubiri Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Safari ya imani huenda ya kwamba ikafikia mahali ukajiona ya kwamba unataka kuzama, ama ukaona ya kwamba imani yako iko chini sana, lakini unapokuwa na Yesu Kristo unaenda kuwa mshindi mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata nijapofikia mahali nione ya kwamba kuna mambo yamenizunguka, kuna mambo yanaenda ya kwamba yananizidi, lakini nafikia wakati ninakumbuka ya kwamba moyoni mwangu nimebeba Yesu Kristo na kuna imani ambayo Bwana amejenga katika maisha yangu. Hivyo yasimame mawimbi, upepo ujapovuma, lakini ninajenga imani yangu katika msingi na naona Bwana ananishindania. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hivyo siku ya leo tutaongea kuhusu imani. Ujumbe wetu wa siku ya leo ni kuhusu imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tushirikiane pamoja, tuende moja kwa moja katika neno letu la siku ya leo. Tusikilize kile ambacho Bwana anataka kukinena juu ya maisha yetu. Amen. 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 Tunazungumzia kuhusu imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwanza tunaweza kuwa ya kwamba tumeokoka, tumekiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Tuko mahali hapa tumeketi tukitamani kusikiliza Yesu anasema nini katika maisha yetu. Lakini ikawa katika maisha yako hili neno imani liko na utata, maana kuna amani na imani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mchana wa leo nataka tusimame katika nafasi ya kuiangalia imani ya Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Timu yetu ya siku ya leo ni kuhusu imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na kabla tuendelee ningependa kuuliza swali. Nitakuwa mwalimu kidogo kwa muda mfupi. Bwana Yesu asifiwe. Imani. Je, imani ni nini? Bwana Yesu asifiwe. Kama Mkristo, ama kama vile ninavyoelewa ama unavyoelewa wewe, imani ni nini? Maana tunaweza tukazungumzia imani, lakini kuna mwingine hata hajui imani ni nini. Tufafanue neno imani. Imani ni kuwa na hakika kwa mambo yasiyowezekana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante sana Joshua.
Amesema imani ni kuwa na hakika ya mambo yasiyowezekana. Bwana Yesu asifiwe. Yuko kwenye line. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ningependa tupate jibu letu katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuingie moja kwa moja katika kitabu cha Waebrania 11 ule mstari wa kwanza. Tuone imani ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waebrania 11 kuanzia ule mstari wa kwanza. Imani. Kuna msomaji amepata? Waebrania kifungu cha 11 mstari wa kwanza. Amen. Basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Basi Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tumepata jibu letu, imani. Bwana Yesu asifiwe. Imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana kwa macho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imani, umebeba imani katika maisha yako, ndiyo. Je, imani ni nini? Kama Mkristo, unapoulizwa imani ni nini, ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo mbeleni na ni bayana ya mambo yasiyoonekana kwa macho. Kwa hivyo tunaenenda kiroho sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si mambo ya kimwili. Kama ni vita vyako ukipigana katika imani, unavipigana ndani. Hatutapigana kwa mwili. Bwana Yesu asifiwe. Na kama ni kushinda majaribu, tunaposhinda kiimani, hatushindi kimwili, tunashinda kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana ni mambo yasiyoonekana kwa macho haya. Bwana Yesu asifiwe. Pengine watu wa ulimwengu wangeniangalia, watarajia wanione ya kwamba ninapigana, watarajia waone ya kwamba ninakimbia mbio sana kimaisha, lakini mimi hawajaniona nikikimbia mbio. Wataona tu mafanikio ya maisha yangu, wataona tu ushindi katika maisha yangu. Wajiulize, kwani Rehema amefanya nini? Ama kwani mtu fulani amefanya nini? Mbona tunamuona anasonga kusonga? Mambo yanafanyika katika imani, maana nimekiri Yesu Kristo na nimemkubali katika maisha yangu, na nimeamini ya kwamba nimebeba mtu muhimu ambaye anaweza kunishindania. Hivyo hiyo ni njia moja wapo ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Watu watakutazama, wakuangalie, waone ya kwamba unang'ang'ana, unahangaika, unafanya mambo yako kimwili ili wathibitishe kwa macho, lakini wataona mambo yako yakiendelea, wataona ukisonga mbele, wajiulize kunaendelea nini? Kumbe mambo yako yanafanyika katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tunaposonga tukiangalia katika maandiko, tunaona hata kuna mifano katika Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano Henoko alipata kupaa kaenda juu mbinguni kwa njia ya imani. Yeye hakuonja mauti. Bwana Yesu asifiwe. Kupitia imani. Kwa hivyo kupitia imani katika maisha ya Mkristo kuna mambo mengi yanaweza kufanyika. Kuna ushindi mkuu unaweza ukaonekana, maana moyoni mwako umebeba imani iliyothabiti. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunapata kusoma katika maandiko, kuna watu waliothibitisha imani zao katika Biblia. Tukapata kuona hata Ibrahimu, wakati ule wa Biblia, alipoisikia sauti ya Yesu Kristo, sauti ya Bwana ikamwambia ya kwamba mahali ulipo ninataka nikubariki, lakini sasa ondoka mahali ulipo uende katika nchi ninayokuahidi ili nikakubariki. Ibrahimu aliangalia, akaona watoto wake wazuri, akaona mifugo yake, akaona mali zake, lakini kwa sababu ya imani akasema nitaianza safari. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kwamba Ibrahimu akaanza safari yake kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Huu ni uthibitisho wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Wakati huo wa Biblia ilikuwa ni kina Henoko, ilikuwa ni kina Ibrahimu, walitembea katika imani, na tunaona miujiza mikuu ikafanyika. Tunaona mambo makuu yalifanyika kupitia imani. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo, Mkristo wa leo, acha ujenge imani yako katika misingi thabiti, maana mambo haya makuu yalipofanyika si kwa kina Ibrahimu tu, lakini ukitamani na utakapojenga msingi wako wa imani vizuri, hata wewe unaenda kupenya katikati ya maadui, hata wewe unaenda kusimama, mwangaza wako utaonekana, maana imani yako umeijenga katika msingi thabiti. Bwana Yesu asifiwe. Tukiendelea katika hiyo mifano, maandiko yanatuambia ya kwamba pasipo imani kama Mkristo huwezi hata kumpendeza Yesu Kristo. Kwa hivyo ukiwa umeketi mahali hapa unajijua ya kwamba mimi ni Mkristo, nimekiri ya
leo tukaweza kuijenga imani yetu. Ikiwa imani yako ina shake, ikiwa imani yako inahangaika, simamisha imani yako katika msingi ulio thabiti ili tukampendeze Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo tukiangalia katika Biblia tunamuona hata Petro wakati ule wa Biblia, Yesu alipokuwa akiendelea akihubiri Injili, akamuona Yesu anatembea juu ya maji. Petro kwa sababu ya kuwa ni mwanafunzi wa Yesu, akasimama akamwangalia Yesu Kristo vizuri, akasema kwani mimi siwezi kujaribu? Je, nikitaka kumfuata Yesu Kristo kwani mimi siwezi kwenda? Akaamua kuanza safari yake kutembea juu ya maji kumfuata Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona ya kwamba haikuwezekana kwa sababu Petro imani yake kidogo ilikuwa inayumba. Akaanza hatua ya kwanza, akaenda hatua ya pili, Petro akaanza kuzama, maana imani yake ilikuwa inayumba. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo usiwe Mkristo wa imani ya kuyumba. Mchana wa leo usiwe Mkristo wa imani ya kuhangaishwa. Simama katika nafasi, jenga imani yako, mtazamia Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Tunazungumzia imani. Bwana Yesu asifiwe. Ni kuwa na uhakika wa mambo yatarajiwayo na ni bayana ya mambo yasiyoonekana kwa haya macho. Bwana Yesu asifiwe. Unawezekana ya kwamba katika maisha kuna jambo umelitamani, katika moyo wako kuna jambo umelitamani, umejiangalia katika moyo wako unaona ya kwamba haiwezekani ama imeshindikana kabisa. Ningependa kukuambia mchana wa leo, jenga imani yako katika msingi ulio bora, na jambo hilo linaenda kufanyika katika uwezo wa Kristo Yesu. Maana katika mioyo yetu tumebeba Yesu, na tuliyembeba katika maisha yetu ni mkuu kushinda wote walio katika dunia. Tunasemekana ya kwamba tukasimama katika nafasi ya kudumu tukitazamia Yesu Kristo. Maana tujapokuwa na imani hata ikiwa ndogo kama chembe ya haradali, tunapata kupenya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tujenge imani zetu katika misingi, wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Tujenge imani zetu katika misingi inayompendeza Yesu Kristo. Maana hivyo katika maandiko tunapoangalia tunajua hata habari za Sara. Bwana Yesu asifiwe. Sara alipoingia katika ndoa yake alikuwa muda mrefu akihangaika, akipata shida. Ndoa yake ilikuwa na misukosuko mingi sana kwa sababu Sara hakuwa na uwezo wa kupata mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mwanamke huyu Sara ananitia moyo mchana wa leo kwa sababu alikuwa ni mwanamke ambaye amependa kuisikiliza sauti ya Mungu. Ni mwanamke ambaye alikuwa amejenga imani yake katika msingi ulio bora. Akasema ya kwamba mahali hapa sitaondoka, ijapokuwa ni kwa kuchelewa, lakini najua Bwana atajibu. Bwana Yesu asifiwe. Sara akaendelea kuingia katika nyumba ya Mungu, akaendelea na huduma, akaendelea kutafuta uso wa Mungu kwa imani, akaendelea kufanya kazi ya Mungu kwa imani. Kama Sara ilikuwa ni kufagia kanisa, Sara alikuwa akiingia katika kanisa akifagia kwa imani, akijua hapa kuna jibu langu. Bwana Yesu asifiwe. Na ikiwa ni sadaka, Sara alikuwa akipeleka sadaka yake katika madhabahu, anaipeleka kwa njia ya imani, maana anajua ijapokuwa nywele zimeota mvi, lakini Bwana atatenda. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Akaendelea kuifanya kazi ya Mungu. Kama ni kwa ushirika, Sara alikuwa akionekana. Kama ni kuifanya kazi, alikuwa anaifanya vizuri, maana amejenga imani yake thabiti. Akasema sitahangaika kwenda kwa madaktari, sitahangaika kwenda kwa waganga, sitaenda kuuliza ushauri kwa watu wa dunia. Msingi wangu thabiti ninaujenga katika Yesu Kristo, na yeye anakuwa jibu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na mwisho wa siku tunapata kuona ya kwamba maombi ya Sara yakajibiwa kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Ijapokuwa Sara alikuwa amezeeka sana, alikuwa amepita umri kabisa wa kuzaa, lakini Bwana akajibu maombi ya Sara. Maana aliangalia imani yake, akajua ya kwamba mwanamke huyu amesimama katika nafasi ya kuilinda imani, na kwa ajili ya jambo hili acha nimtimizie haja ya moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona ya kwamba Sara akabeba tena mtoto wake mgongoni kwa njia ya imani. Bwana Yesu asifiwe. Huenda ya kwamba moyoni mwako kuna mambo yameenda katika mpangilio ambao hujatarajia, ama umeketi mahali hapa unajiuliza katika akili yako, unajiuliza maswali katika moyo wako, unasema niende wapi, nipata jibu la maisha yangu, nipitie katika njia gani nikaweza kuwa na mafanikio, ama nikafanya njia gani ili nikaweza kupata jibu langu. Mchana wa leo nimesimama mahali hapa, ninakutangazia ya kwamba jenga imani yako katika msingi thabiti,
kumwambia Bwana. Mwambie Bwana, ijapokuwa utachelewa, lakini ninasimama katika imani yangu thabiti, maana ninajua Bwana utatenda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mambo yote yanawezekana kwa imani jameni. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine husimama nikafikiria kule ambako tumetoka katika kanisa letu. Bwana Yesu asifiwe. Nilivyoingia pale kanisani nilikuwa ninajiuliza, nasema itakuwaje? Hata ni mahali kwa kukodisha, kanisa haina watu. Lakini tushukuru Mungu, maana tumepata mchungaji ambaye amesimama katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Mchungaji wetu amesimama katika imani jameni. Maana alisimama katika nafasi ya kumtafuta Bwana. Akasema iweje, liwalo lote liwalo, lakini nitasimama mahali hapa. Maana watu wengi wametoka Mpeketoni wakiingia Malindi, wakajaribu kanisa na likaanguka. Lakini mimi kwa ajili ya kwamba nimejenga imani yangu kwenye mwamba, nitasimama mahali hapa. Nasi tunaona kanisa linaendelea. Mpigia Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, imani ni kitu cha msingi. Imani ni msingi wa Mkristo jameni. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa wewe ni Mkristo ambaye imani yako iko chini, ama hauna imani, uko katika hali ya kutatanika na kupata shida. Bwana Yesu asifiwe. Lakini utakapojenga imani yako thabiti, utakaposimama katika nafasi ya kumwamini Mungu, unaenda kupenya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jisikia kujitia moyo katika moyo wako. Ijapokuwa umesimama katika nafasi ya kutafuta Mungu, haijalishi ya kwamba utapitia katika mateso, haijalishi ya kwamba majirani watakutenga, haijalishi ya kwamba marafiki watakuacha, haijalishi ya kwamba uchumi wako utadidimia, haijalishi ya kwamba hata ndoa yako italeta misukosuko, lakini nataka nikwambie mchana wa leo, kuna msingi wa Mkristo ni kusimama katika imani peke yake. Simama katika nafasi, mwambie Bwana, ninakutazamia katika maisha yangu, na kwa ajili ya jambo hili ambalo ninalitaka Bwana, ninalitafuta kwako, na utaona Bwana akikutendea. Bwana Yesu asifiwe. Acha mchana wa leo tujenge imani zetu katika misingi. Bwana Yesu asifiwe. Utakapojenga imani yako katika msingi, hakuna jambo ambalo litakutatiza, hakuna jambo ambalo litakusumbua. Ijapokuwa huenda mambo yakainuka ama watu wakataka kukuvunja moyo, lakini utakapokuwa na imani, unaenda kuwa mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo ni vidhibitisho vya imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuingie katika ujumbe, tuangalie mwanamke yule aliyethibitisha matendo yake ya imani kwa ajili ya kumtumaini Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na ujumbe huu unatoka katika kitabu cha Luka 8. Tusome, kuna mistari 5 pale katika kitabu cha Luka 8 kuanzia 43 mpaka 48. Kama kuna msomaji amepata nisaidie. Luka kifungu cha 8 mstari wa 43 mpaka 48. Na mwanamke mmoja ambaye ametokwa na damu muda wa miaka 12, aliyekuwa amegharimiwa mali zake zote kwa kuwapa waganga, asipate kuponywa na mtu yeyote, alikwenda nyuma yake akaugusa upindo wa vazi lake, na mara hiyo kutoka kwa damu kwake kulikoma. Yesu akasema, ni nani aliyenigusa? Basi watu wote walipokana, Petro akamwambia, Bwana mkubwa, makutano haya wanakuzunguka na kukusonga. Yesu akasema, mtu alinigusa, maana naona ya kuwa nguvu zimenitoka. Mstari wa 47 unasema, yule mwanamke alipoona ya kwamba hawezi kusitirika, akaja akitetemeka, akaanguka mbele yake, akamweleza mbele ya watu wote sababu yake ya kumgusa na jinsi alivyoponywa mara. Mstari wa 48, akamwambia, binti, imani yako imekuponya, enenda zako na amani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bado tuko katika ule msingi wa imani. Bwana Yesu asifiwe. Tunaangalia maneno haya ya huyu mwanamke. Kila mmoja anajua hii historia ya mwanamke aliyetokwa na damu. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke huyu nikisoma haya maandiko huwa ananipa hamu ya kusonga mbele, hamu ya kuzidi kutafuta uso wa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Maana tunaona ya kwamba katika zile hali zake za ugonjwa iliendelea, muda ukasonga, muda ukaendelea na muda ukaendelea. Mwaka ukapita, mwaka wa pili ukapita, wa 10 ukapita, ukafika mwaka
mwaka wa 12, akaangalia hali yangu ya afya imedhoofika sana na mali zangu zote zimeisha. Maana kama ni mbuzi alichukua akipeleka kwa waganga, kama ni ng'ombe zake alichukua akipeleka kwa waganga ili apate uponyaji. Akisikia ya kwamba kuna daktari mahali fulani, mama huyu alikuwa akikimbia mbio ili aone ya kwamba amepata uponyaji. Lakini alipokuwa akizunguka katika dunia, bado jibu lake halikupatikana. Aliposikia habari za mwanamume huyu Yesu Kristo, akasimama katika nafasi, akajijaji katika moyo wake, akasema ya kwamba kwa sababu nimesikia habari za mtu huyu, nitaijenga imani yangu, nami nitang'ang'ana, ninapomfikia Yesu nitapata uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona mwanamke akaanza kufuata lile kundi, maana Yesu alikuwa akihubiri injili na makutano wengi sana walikuwa wamemzunguka. Akaangalia ya kwamba, akaona mimi siwezi kupata nafasi ya kupenya, lakini hata hivyo nitang'ang'ana, nitafanya juhudi zangu zote, nitatafuta kugusa angalau pindo la vazi la Yesu Kristo. Maana imani yake ilimwambia ya kwamba ajapogusa hata pindo la vazi la Yesu Kristo anapata uponyaji. Tazama mwanamke huyu akang'ang'ana, akiingia katika kila nafasi, akichungulia amwone Yesu Kristo, ikashindikana. Akageuza nafasi nyingine, akimngojea Yesu Kristo, ikashindikana kabisa. Akang'ang'ana, akaingia katikati ya wale makutano, akasema ya kwamba ijapokuwa siwezi kumkaribia Yesu Kristo, nimwambie malalamishi yangu, nimwambie shida zangu, nimpe mizigo yangu, nitang'ang'ana angalau nigusa tu pindo la vazi la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke huyu aliingia katikati ya wale makutano, akaunyosha mkono wake, akasikia ya kwamba hili ni vazi la Yesu Kristo, na akaligusa, mara damu ikakauka. Mpigia Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe. Naye Yesu alipoguswa lile pindo la vazi la Yesu Kristo, akajisikia ya kwamba kuna tendo limefanyika, maana hata nguvu zimenitoka. Bwana Yesu asifiwe. Yesu Kristo akaunyamazisha mkutano, akasimama. Kama alikuwa akiendelea na safari ya kihubiri, alinyamaza, akaweka microphone chini, akasema ninauliza ni nani ambaye amenigusa. Maana ilikuwa ni siri ya huyu mama ambaye ameiweka katika moyo wake, ameijenga imani yake, akajua nitalifanya jambo hili kwa siri, na nitakapogusa pindo la vazi la Yesu Kristo nitaupata uponyaji. Alipogusa akasikia ya kwamba damu imekata. Bwana Yesu asifiwe. Akaamua kwenda zake kwa amani, maana jibu lake alikuwa amelipata. Akawaacha waendelee na mkutano wao. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sasa Yesu Kristo akasikia ya kwamba kuna mtu fulani, kuna jambo limefanyika hapo nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Akauliza mkutano, akasema ni nani ambaye amenigusa? Walipokuwa wakiendelea kujibizana, akatoka mwanamke, akashikwa na ile aibu, akasema hapa inaweza ikajulikana. Je, kwa nini nisijitokeze? Akamwambia Bwana, ni mimi. Akajitokeza akasema, Bwana, ni mimi nimekugusa. Maana lile guso halikuwa guso la kawaida. Ule mguso aliomgusia Yesu Kristo haukuwa wa kawaida. Naye alipopata ule uponyaji, akajitokeza akamwambia Bwana, mimi ndio ambaye nimekugusa, maana nilikuwa na shida hii na hii na hii, lakini imani yangu ilikuwa ni kwamba nitakapoligusa pindo la vazi lako tu nimeupata uponyaji, nami nimekugusa, nimeupata uponyaji. Yesu akamwangalia kwa macho ya huruma, akasema mwanamke huyu amejenga imani yake katika msingi. Mwanangu, nenda zako kwa imani na Bwana amekuponya. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamke akaenda zake na furaha, akiushuhudia ukuu wa Yesu. Akaenda zake kwa amani, akitangaza makuu ya Yesu Kristo, maana jibu lake alikuwa amelipata. Bwana Yesu asifiwe. Haya yote yanafanywa na nini? Yanafanywa na kuijenga imani katika msingi ulio bora. Maana kabla ya kukutana na Yesu Kristo, inasemekana ya kwamba alipeleka ng'ombe zake kwa waganga, akapeleka akauza hata masufuria, akapeleka kwa waganga. Jibu ilikuwa ni apate uponyaji, lakini haikuwezekana. Alipokutana na Yesu, akagusa pindo la vazi la Yesu Kristo, akapata uponyaji. Mchana wa leo ninakutangazia mwenzangu, unayesikia sauti yangu mchana wa leo, Bwana anakuambia dumisha imani yako katika msingi ulio bora. Haijalishi ya kwamba mambo yako yamechukua muda, haijalishi ya kwamba vitu vyako vimechukua muda, lakini kwa ajili ya imani kuna jibu lako mchana wa leo. Kwa ajili ya kumkiri Yesu Kristo, Bwana anaenda kukutetea mchana wa leo. Bwana Yesu asifiwe. Jenga imani yako katika msingi ulio bora. Bwana Yesu asifiwe. Jenga imani yako katika msingi ulio thabiti, ukamwone Bwana. Bwana Yesu asifiwe.
tunapata kuona mama huyu akaupata uponyaji. Tayari alikuwa amemaliza mali zake, tayari alikuwa amemaliza vitu vyake, tayari muda ulikuwa umeenda, lakini akasema hata pamoja na hayo nitamtafuta Yesu aingie katika moyo wangu, maana ninajua kilichobakia ni kwamba Yesu atakapoingia katika moyo wangu nimelipata jibu. Bwana Yesu asifiwe. Acha tuzidi kudumu katika imani, tuamini ya kwamba hata ulimwengu ujapotutenga, hata mambo mengi yajapozuka kuzipiga nafsi zetu, hata mawimbi na dhoruba zijaposimama, lakini jenga imani yako katika nafasi ya kumtafuta Bwana. Jenga imani yako katika nafasi ya kumngojea Bwana, maana ujapoijenga imani Bwana anajidhihirisha. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya wapendwa. Amen. Kuna jibu katika imani. Yeah. Kuna jibu katika imani. Utakapomuamini Bwana, jambo lolote linawezekana. Huenda ya kwamba hata ni biashara zako, huenda ya kwamba pengine ni familia, huenda ya kwamba pengine ni mambo yako yamekuendea vibaya. Umefikiria nitaenda kwa watu wa ulimwengu niulize ushauri, nitaenda wapi mimi nipate majibu? Lakini nataka nikwambie mchana wa leo, jibu lako liko katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Tunapoingia katika maombi, omba katika imani. Unapoweka sadaka yako, iweke katika imani. Ujapohudumu, hudumu katika imani. Ujua kwa ajili ya jambo hilo kuna jibu lako. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Isifikie wakati ukakataa hata kutumikia Bwana, ukatamani hata kuacha Mungu. Maana huenda ya kwamba ukaona ya kwamba nimekuwa nikiomba, nimekuwa nikiingia kwa maombi, nimekuwa nikitoa sadaka, nimekuwa nikienda katika ushirika, lakini mambo yangu bado hayajasonga. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata pamoja na hiyo, dumisha imani yako. Mwambie Bwana, ninajua wewe utatenda. Ninajua uko katika harakati ya kutenda. Maana hata kama mambo yangu yajapochukua muda kidogo, lakini ninajua sina mwingine wa kumkimbilia. Ninakutegemea Bwana, maana wewe ndiwe jibu langu katika maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaona ya kwamba mama huyu damu zikakoma na akaenda zake akiwa mzima. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Itafikia wakati katika maisha yako inaweza ukajiona ya kwamba umepungukiwa, ukajiona ya kwamba hakuna jambo ambalo linaenda vizuri, lakini jibu peke yake ni kujenga imani yako katika msingi uliothabiti. Jenga imani yako katika msingi ulio bora, uone Bwana atakavyokutetea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna maandiko mengine katika kitabu cha Biblia, kama sijakosea ni kitabu cha Yohana 5. Bwana Yesu asifiwe. Pale kuna zile habari za mwanamume aliyekuwa akiugua muda wa miaka 38. Bwana Yesu asifiwe. Mwanamume yule aliendelea kuugua, alilazwa pale na kagodoro kake kadogo, akiumia akisubiri muujiza wa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini imani yake ilikuwa ni kwamba malaika wa Mungu atakapoanguka katika yale maji, akiatibua yale maji, atakayeingia pale kwa kisima wa kwanza anapata uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ijapokuwa mwanamume huyu alikuwa ni mlemavu wa miguu, akakaa pale katika ile hali ya imani, akijua ya kwamba ijapokuwa nimelemaa, lakini nina imani ya kwamba Bwana atatenda. Alikaa katika lile birika, akakaa, mwaka ukaenda, mwaka ukaisha, miaka ikasonga. Wenzake walikuwa wakiingia katika lile birika wakipokea uponyaji na wakirudi zao. Yeye akaendelea kulala pale, akaendelea kuugua pale. Wakwao pengine walikuwa wakija wakimwangalia mpaka wakakata tamaa wakamwacha. Lakini mwanamume huyu inasemekana ya kwamba aliendelea kulala pale. Hata kuna siku Yesu aliposhuka, akaiangalia imani yake, akajua ya kwamba mwanamume huyu imani yake ni thabiti. Akamwambia, je, mwanangu, unataka nikufanyie nini? Bwana Yesu asifiwe. Kwa ajili ya kule kutetemeka, kwa ajili ya ile hamaki ya kupata ule uponyaji, mambo mengi aliyaongea, akatapatapa akitaka kusema mambo mengi, lakini Bwana alikuwa amejua tu haja ya moyo wake. Bwana Yesu asifiwe. Na akamwambia, mwanangu, ninakuona ya kwamba uko na imani. Kwa ajili ya imani ambayo umeibeba, beba kagodoro kako na uende zako, umepokea uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo yanafanyika kwa imani jameni. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mambo yanafanyika kwa imani. Kama kanisa, acha tudumu katika imani. Acha tudumu katika nafasi ya kusubiri Bwana. Acha tudumu katika nafasi ya kumtafuta Bwana. Unaposimama katika huduma, simama kwa imani. Unapotamani kutafuta uso wa Bwana, utafute kwa imani, ukijua ya kwamba katika
katika hilo Bwana anaenda kujidhihirisha. Mataifa watasimama wakuulize, kwani kuliendaje mama? Kwani kuliendaje dada? Kwani kuliendaje mwenzangu? Lakini utawaambia ya kwamba jibu ni kudumu katika imani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tudumishe imani zetu. Amen. Tujenge imani zetu katika misingi iliyo bora, ili tukauone utukufu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Hata kanisa letu tujapoungana tukijenga imani yetu tutafika mbali. Bwana Yesu asifiwe. Maana Bwana aliyotutendea, yale Bwana aliyotuonyesha ni mambo ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo tutakapozidi kudumu katika imani, tutauona utukufu wa Bwana katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imani ni kitu cha msingi, ni msingi wa Mkristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Imani ni msingi wa Kristo. Katika maandiko inatuambia ya kwamba usipokuwa na imani haiwezekani kumpendeza Yesu Kristo. Haiwezekani kabisa kumpendeza Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo tujitahidi tujenge imani zetu katika misingi iliyo thabiti, ili tukaweze kumpendeza Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hata mimi hutamani sana katika maisha yangu nijenge tu imani yangu katika msingi ulio bora. Bwana Yesu asifiwe. Maana huenda katika maisha ikafikia wakati jambo likafanyika kwa ghafla, ukaona ya kwamba nitaenda wapi, nitamwambia nani, nitafanya nini nipate msaada. Lakini hata wakati kitu kinapofanyika katika maisha yako, usisahau ya kwamba wewe ni mtoto wa Mungu. Usisahau ya kwamba Bwana ametuambia ya kwamba tujenge imani yetu katika misingi. Simama katika nafasi ya imani, mwambie Bwana, ninakutumaini na ninajua ya kwamba wewe ndiwe ngome yangu na ngao yangu, na kwa jambo hili nitapita. Bwana Yesu asifiwe. Utakapojenga imani yako katika msingi, tutamuona Bwana, wapendwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya wapendwa. Amen. Imani. Acha tu tujenge imani zetu katika misingi iliyo bora, ili tukamuone Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Watu watatuuliza maswali, watauliza siri za maisha yetu, lakini sisi wenyewe tunajua ni kwa ajili ya imani tunapata kupenya. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa kuchukua nafasi hii nimlete Apostle. Nasema asanteni sana kwa ajili ya wakati wenu. Bwana azidi kuwabariki, awatende mema. Dadi, karibu kwa ajili ya kuendelea. Tupige makofi mazuri kwa ajili ya kumleta mtumishi. Haleluya, haleluya. Tumpigie Bwana Yesu makofi mazuri. Tuweze kusimama kwa miguu yetu, tumpigie mtumishi wa Mungu makofi mazuri. Haleluya. Pasipo imani hatuwezi kumpendeza Mungu. Amen.